Pazia la hadithi. Mimi ni dereva wa Bolt, na hii ni safari sitaisahau milele. Ilikuwa saa 2 usiku, nikapokea trip ya mwisho. Mwanamke mmoja kimya sana akaingia gari. Alinipa location, lakini hakusema hata neno moja njiani. Kila nilipojaribu kuongea naye, hakujibu. Alikaa tu kimya, akitazama dirishani. Nilianza kuhisi baridi isiyo ya kawaida ndani ya gari. Hata AC haikuwa imewashwa. Tulipofika, alishuka. Lakini kabla hajaondoka, akasema, "Usirudi njia hii tena usiku." Nilipogeuka kumwangalia, tayari alikuwa amepotea. Nilishuka haraka, nikaangalia kila upande, lakini hakukuwa na mtu. Barabara ilikuwa tupu kabisa. Kitu cha kushangaza zaidi, nilipoangalia app, ile trip haikuonekana kabisa. Nilihisi hofu, lakini nikaamua kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, nilikuwa nimechoka sana. Nikaoga haraka na kulala. Lakini saa 4 usiku, nilishtuka ghafla. Nikasikia mlango ukigongwa polepole. Gonga, gonga, gonga. Niliogopa kufungua, lakini sauti ikaita jina langu. Ilikuwa ni sauti ya yule mwanamke. "Nilikuambia usirudi ile njia." Mwili wangu ukaganda. Sikusogea, sikujibu. Asubuhi ile, sikuweza kupumzika. Akili yangu ilikuwa imejaa hofu. Nilijua lazima nirudi ile sehemu niliyomshusha yule mwanamke. Nilifika pale majira ya mchana, nikamkuta mlinzi wa eneo lile. Nikamuuliza kama kuna kitu chochote kisicho cha kawaida hutokea pale usiku. Aliniangalia kwa muda, kisha akaniuliza, "Jana ulikuwa unaendesha usiku, sivyo?" Mwili wangu ukasisimka, nikamwambia ndio. Kisha akanisogelea polepole, akasema kwa sauti ya chini, "Miaka 2 iliyopita, mwanamke mmoja aliuawa kwenye barabara hii. Alikuwa anaomba lift. Madereva walikuwa wanamsaidia, mpaka siku alipokutana na mtu aliyemuua." Nilihisi baridi kali, lakini bado nikauliza, "Ina uhusiano gani na nilichokiona jana?" Mlinzi akasema, "Tangu siku hiyo, baadhi ya madereva wanasema wanampakia usiku. Na wote wanaambiwa kitu kimoja, usirudi njia hii." Miguu yangu ilianza kutetemeka. Nikakimbia kurudi kwenye gari yangu. Lakini nilipofungua mlango wa gari, macho yangu yaliganda kwenye kiti cha nyuma. Kulikuwa na kitu kimoja tu, hereni. Ile ile aliyokuwa ameivaa usiku ule. Na chini yake kulikuwa na alama ndogo ya damu. Mpaka leo sijawahi kuendesha usiku tena. Na siku ile ndiyo ilikuwa safari yangu ya mwisho. Kwa simulizi nyingine, usisahau kusubscribe, kushare na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine.